itakuwa sawa, mpenzi wangu. Utatoka nje ukiwa na nguvu zaidi. Kilichokukosa kukua kinakufanya uwe na nguvu zaidi. Hiyo ndiyo ambayo mke anapaswa kusema wakati mume wake yuko chini. Wakati maisha yamemchapa teke tumboni na anajaribu kuinuka. Hiyo ndiyo inayosemwa katika vitabu, televisheni na ahadi za ndoa. Lakini si yangu. Si katika kesi yangu. Mke wangu alinisaidia kwa njia ambayo nisingeitakia hata adui. Baridi kali, tabasamu za dhihaka, jioni nje hadi usiku, na mwishowe aliomba talaka akiamini kuwa mimi ni mshindwa. Alidhani nimepoteza kila kitu, biashara yangu, heshima yangu, mustakabali wangu. Lakini alikuwa hajui ukweli. Hakutambua kuwa alikuwa akipita mtihani. Kwa sababu nyuma ya pazia nilikuwa nikiandaa mtego wa siri, wa polepole. Nilimpa nafasi kamili ya kuonyesha tabia yake ya kweli na alishindwa. Kwa aibu. Tulipokutana mahakamani, ukweli ulijitokeza. Ukweli wa kweli. Ukweli wangu. Lakini wakati huo ilikuwa imechelewa kwa msamaha. Imechelewa kurudi nyuma. Imechelewa kurekebisha kile alichovunja kwa tabasamu moja la kiburi. Hii ndiyo hadithi ya uamuzi mbaya zaidi katika maisha ya mke wangu na jinsi nilivyomwacha auchukue. Kwa makusudi. Aliniona nimeisha. Hakutambua kuwa nilikuwa mtaalamu wa mikakati. Na miezi 6 baadaye aliponiona tena, nimesimama, nimefaulu na mwanamke bora zaidi kando yangu. Alionekana kama ameona mzuka. Lakini ili kuelewa wakati huo, lazima turudi mwanzo. Siku ambayo ulimwengu ulidhani nimeanguka milele. Siku niliyorudi nyumbani nikitumaini faraja kidogo na nikapokea glasi ya divai, kicheko baridi na maneno haya Siku zote nilijua kuwa mwishowe ungeshindwa. Kutoka kwa mwanamume aliyeteketezwa lakini hakuvunjika. Jambo la kwanza nililogundua nilipofungua mlango lilikuwa kimya cha nyumba. Si kimya cha utulivu, kimya tupu. Kile kinachokupiga kama habari mbaya. Kawaida nilirudi na sauti ya kipindi cha kupika jikoni au sauti ya chini ya mke wangu akiwa simuni na mmoja wa dada zake. Hata mbwa wetu mzee Shujaa alikuwa akinisalimu kawaida kwa kupiga mkia wake sakafuni. Lakini jioni hiyo hakuna. Ni tikitiki ya saa ukutani tu na harufu hafifu ya manukato yake iliyokuwa hewani. Nilifunga mlango polepole ingawa nilitaka kuugonga. Viatu vyangu vilikuwa vizito kuliko kawaida, kama kila hatua ilinikumbusha kila kitu nilichokuwa nimepoteza. Niliweka funguo kwenye chombo kidogo cha kauri karibu na mlango, kile tulichonunua wakati wa maadhimisho yetu ya 3, na nikatoa pumzi niliyokuwa nimezuia bila kujua. Mikono yangu ilikuwa michafu. Si ya mafuta au vumbi kama nilipokuwa bado nikifanya kazi warsha, bali uchafu usioondoka kwa sabuni. Msongo. Aibu. Kile fundo kifuani wakati benki inapiga simu na wewe hujibu, kwa sababu unawaambia nini? Nilipita barabara ya nyumba polepole kama nitembea katika nyumba ya mtu mwingine. Harufu ya divai nyekundu ilinigonga kabla sijamuona. Hiyo na sauti nyepesi ya vipande vya barafu kwenye glasi. Niligeuka kona na alikuwa pale sebuleni, ameketi, miguu ikiwa imevuka juu ya sofa ya ngozi niliyolipia kwa miezi 6. Alikuwa amevaa vizuri mno kwa Alhamisi. Roba ya usingizi ya hariri, miguu ikiwa imejikunja chini yake kama hajahama kwa saa nyingi. Mkono mmoja ukishika glasi ya divai, mwingine umelala juu ya paja. Televisheni ilikuwa imewashwa lakini bila sauti. Mfululizo wa polisi uliokuwa ukimulika skrini. Hakusema chochote mara moja. Alinitazama tu juu ya ukingo wa glasi, akainamisha kichwa na kunipa tabasamu hilo. Si la joto, si la kukaribisha, kuinuka kidogo kona ya midomo, kama alikuwa akinisubiri kuona maafa gani ningeleta. Umerudi mapema, alisema. Sauti yake ilikuwa tambarare, laini. Sauti inayotumiwa wakati mtu tayari ameamua juu yako. Ndiyo, nilijibu, koo likiwa kavu. Sikuona sababu ya kukaa. Sikuketi.
Hata sikuvua koti. Nilisimama pale mlangoni mwa chumba, moyo ukipiga kama ngoma. Nilihisi jasho likishikamana mgongoni licha ya baridi nje. Nilifungua mdomo kusema kitu kingine chochote lakini alinikatiza. Aliinua glasi kama kwa kunywa. Siku zote nilijua kuwa ungeshindwa. Hivyo. Maneno matano. Bila kelele, bila machozi, bila kivuli cha kusita. Kama alikuwa ameyarudia 1000 mara na hatimaye kuyaachilia. Tamko. Uthibitisho. Sikusogea. Sikupiga kope. Nilimwangalia tu, nikamwangalia kweli, na kwa mara ya kwanza katika miaka nyingi hakuonekana tena kama mke wangu. Alionekana kama mgeni aliyekuwa amevaa uso wake. Macho yale yale, midomo yale, lakini kitu nyuma kilikuwa tupu. Kama mwanamke niliyemua alikuwa ameondoka zamani na kuacha mwangwi huo tu. Nilihisi mikono ikibana pande zangu, si kwa hasira tu kuzuia kutetemeka. Nilihisi moto ukipanda shingoni, ule unaokuja wakati tumbo hatimaye linaelewa kile moyo ulikuwa unajua tayari. Haikuwa siku mbaya tu. Ilikuwa wakati kila kitu kilipasuka. Nilipaswa kusema kitu. Kumwambia dhabihu zote za biashara. Usiku zilizopita juu ya hesabu, kusongwa na mishahara, kukimbiza wateja wa fantasia. Kumwambia hofu iliyokuwa ikiniamsha saa 3 asubuhi, ile inayokufanya uangalie barua pepe kuona kama muujiza umefika. Lakini sikusema chochote. Nilimwangalia tu. Nikamwangalia akizungusha divai yake kama aliniona nikizunguka kwenye bomba la maji taka. Hakuna huruma. Hakuna udadisi. Hukumu baridi tu. Nimeelewa, nilijibu. Neno moja tu. Na likafanya kama kubofya. Si kwa njia ya maigizo, si kwa radi. Kubofya kidogo tu kichwani mwangu, kama mlango uliobaki wazi muda mrefu sana ambao hatimaye unafungwa. Niligeuka na kurudi barabarani. Nilitundika koti kwenye hanja. Nilitazama kwa muda picha ya familia ukutani, hii iliyopigwa miaka 4 iliyopita. Tabasamu lake lilionekana la kweli wakati huo. Hata langu. Nakumbuka vidole vyake vikiagusa vyangu kwenye picha hiyo na jinsi nilivyofikiri tutashinda kila kitu. Nilikuwa nimekosea. Nilienda jikoni na kujimwagia glasi ya maji. Mikono haikutetemeka tena. Nilitazama dirisha juu ya sinki. Bustani ilikuwa giza. Tulivu. Kulikuwa na umbo la swing niliyoiweka mwenyewe, ingawa hatukuwa na watoto kamwe. Yeye alisema labda siku moja. Niliacha kuamini baada ya miaka 5. Sikurudi sebuleni. Sikumwambia kilichotokea kweli siku hiyo, wala nilichokuwa nikifikiria. Alidhani nilikuwa nimevunjika. Alidhani usiku huo ulikuwa mwisho. Lakini kwa kutazama nyuma, ilikuwa mwanzo. Hakwenda ghafla. Alipotea vipande vipande. Si kwa ghafla. Si kwa kelele. Si kwa njia iliyo wazi. Hivyo ndivyo mtu anavyoondoka kwenye ndoa. Ni kwa siri. Kwa hila. Kama bomba linalodondosha maji nyuma ya ukuta. Mwanzoni huoni hadi ukungu utokee. Mwanzoni zilikuwa maelezo madogo. Aliweka simu mezani wakati wa chakula cha jioni, skrini ikiwa wazi kama hana chochote cha kuficha. Kisha ikabadilika. Polepole. Simu ilianza kuwekwa uso chini. Kisha hakuiacha tena. Aliichukua bafuni, chumbani pa kufulia, hata nje akiwanywesha mimea. Nilichekesha mara moja nikamuuliza kama amewana nayo. Hakucheka. Tabasamu la pembeni tu na akaendelea kutuma ujumbe. Kisha zikaja jioni za ofisini. Hakuwahi kufanya kazi za ziada. Katika miaka 10 ya kwanza ya ndoa alitoka ofisini saa 12 kamili, akarudi saa 1 usiku, chakula kikiwa jikoni au tayari. Kisha siku moja saa 1 usiku. Kisha saa 1:30 usiku. Kisha usinisubiri. Mwanzoni nilimwamini. Kila mtu ana vipindi vya shughuli nyingi. Tarehe za mwisho. Shinikizo.
lakini ikaimarika na akawa hafafanui maneno kama huelewi au ni kuchosha tu. Aliacha kushiriki mambo madogo. Hapo awali nilijua nani alimkasirisha kazini, nani alimpenda, wateja gani walimfanya awe wazimu. Kisha hakuna. Tuliketi mezani na yeye alikuwa mbali kilomita nyingi. Nilimuuliza siku iliendaje, akajibu kwa maneno mafupi. Vizuri. Yenye shughuli. Yenye uchovu. Nilijua hayakuwa majibu ya kweli. Sikujua tu yapi yalikuwa ya kweli. Kisha mabadiliko ya ratiba. Alianza kujitunza zaidi, si kitu kibaya chenyewe. Lakini kilikuwa tofauti. Manukato mapya nisiyoyajua. Rangi ya midomo isiyokuwa yangu. Jozi ya hereni alizosema zilitoka ofa lakini bado zilikuwa na lebo ya duka nisiyolijua. Nilipozungumzia aliniambia nilikuwa na wasiwasi. Kwamba nilipaswa kufurahi yeye anajitahidi. Jitihada kwa nani? Swali hili lilinifanya nikae macho usiku fulani. Alikuwa akicheka mambo kwenye simu yake, kisha akafunga skrini mara moja nilipopita. Niliuliza mara moja alikuwa akiandika na nani. Alisema mwenzake. Niliuliza jina. Alisema humjui. Niliuliza kwa nini hakuwahi kuzungumza juu yake. Akajibu kwa sababu unageuza kila kitu kuwa drama. Sikufanya hivyo. Si jioni hiyo. Lakini silika yangu ilianza kuzungumza. Na silika yangu haikosei kamwe wakati mambo ni muhimu. Nukta ya kuvunjika ilifika Jumapili asubuhi. Alikuwa chini ya bafu, simu yake ilitetemeka juu ya meza ya bafuni. Mara moja. Mara mbili. Mara tatu. Hakuwahi kuiacha hivi, kwa hiyo nilifikiri kuna tatizo. Labda dada yake. Labda familia. Nilitazama skrini. Kiasi cha kutosha kusoma jina. Faraji. Si jina la ukoo. Faraji tu. Sikufungua. Hakuhitajika. Nilimjua Faraji mwenzake. Yule mwenye tabasamu la kiburi na mkono laini. Alikuwa amekuja kwenye moja ya jioni zetu za Krismasi mwaka mmoja uliopita pamoja na mke wake. Nakumbuka jinsi alivyomtazama wangu alipofikiri sioni. Akiwa starehe mno. Akiwa wa kawaida mno. Sikufanya kelele. Hata sikuzungumzia suala hilo. Nilisubiri. Jioni hiyo nilifungua kompyuta na kutafuta wachunguzi wa faragha. Sikutaka pambano la filamu. Hakuna milipuko. Nilitaka ukweli kwenye karatasi, kwenye picha, uliorekodiwa vizuri ili mtu yeyote asije ukaupotosha. Nilikutana na mchunguzi wiki hiyo. Mtu wa miaka 50 hivi, Amani. Viatu vilivyochakaa, harufu ya kahawa baridi na sigara. Alikuwa akifanya hiyo kazi kwa miaka 20. Nilimpenda mara moja. Nilimweleza kila kitu. Majina, nyakati, tabia. Alinodisha kichwa, akaandika na kusema nipe wiki 2. Wiki hizo 2 zilikuwa ndefu zaidi maishani mwangu. Nilienda kazini. Nilarudi. Nikala chakula cha jioni na mwanamke ambaye hakuwa akinitazama tena machoni. Nikalala karibu naye nikisikiliza pumzi yake bandia nilipotazama dari, nikiuliza tangu lini alikuwa ameondoka. Hakuona chochote. Hakuuliza kwa nini nilionekana mbali. Kwa nini sikuwa naomba tena kumbusu, kwa nini sikuwa nagusa tena kama awali. Labda aliona lakini hakujali vya kutosha kusema chochote. Labda hiyo iliumiza zaidi ya yote. Siku ya 13 alipiga simu. Amani aliniambia alikuwa na kile nilichohitaji. Tulikutana kwenye baa. Mwisho, kona ambapo hakuna mtu alisikia. Alitelezesha bahasha ya karatasi juu ya meza kama katika filamu ya zamani. Ndani picha. Safi. Yeye akiingia hoteli na Faraji. Yeye akitoka baada ya saa 2. Yeye ameketi naye gari, karibu mno kuwa wenzao tu. Mkono wake juu ya paja lake. Tabasamu lake kwake kama alivyokuwa akinifanya awali. Kulikuwa na orodha za simu pia.
Simu na ujumbe kadhaa. Tarehe, nyakati, muda. Risiti za mikahawa. Ratiba iliyoandikwa kwa mkono iliyosahaulika mara moja juu ya dashibodi. Kosa la kijinga. Bahati yangu. Mikono haikutetemeka nikitazama yote hayo. Nilihisi utupu. Kama kila kitu kilikuwa kimepungua kasi. Kama sikuwa tena ndani ya ngozi yangu. Nilimshukuru Amani. Nikamlipa kwa fedha taslimu. Nikachukua bahasha nyumbani. Nilikaa zaidi ya saa moja garini jioni hiyo. Mimi peke yangu na bahasha. Ushahidi. Uzito wa matukio madogo yote niliyokuwa nimepuuza, kupunguza, kuhalalisha. Yote yalikuwa pale. Kwenye karatasi. Kwa rangi. Nilikuwa nimempa mkono yule mtu. Nikacheka moja ya utani wake wa kijinga tulipokuwa tukichoma soseji kwenye barbecue ya kampuni. Nikusikiliza pongezi zake juu ya nyama yangu na mke wangu. Yote wakati kwa kweli alikuwa akimtazama kama tayari alikuwa wake. Na yeye, nilipokuwa nikifanya kazi za ziada, nikichukua simu wikendi, nikijaribu kuweka fedha zetu juu, yeye alikuwa akicheza familia na mtu aliyenuita rafiki. Sikutupa bahasha. Sikuuma kelele. Sikukabiliana naye jioni hiyo. Niliifunga tu. Nikaiweka pembeni. Na nikaanza kazi. Baada ya kuona kilichokuwa kwenye bahasha hiyo ya karatasi, kitu ndani yangu kilibadilika. Si kama swichi, badala yake kama walikata kile kilichokuwa kikifa polepole. Upendo, imani, sisi. Yote yalikuwa yameachwa tupu. Kwa kimya. Bila kelele, bila machozi. Pumzi ndefu tu na aina mpya ya utulivu kifuani. Lakini sikumwonyesha chochote. Hapo ndipo nilipoanza uchezaji. Alidhani nilikuwa nikizama. Na nikamwacha aamini. Alidhani kushindwa kwa biashara kunikuwa kumeniharibu na nikacheza sehemu hiyo. Nilarudi kimya. Mabega yakiwa yameinama. Nikatazama kikombe cha kahawa asubuhi kwa muda mrefu kama sikuweza tena kufikiria. Siku fulani niliacha ndevu kidogo ili nionekane nimechoka. Sikupinga alipochukua fedha. Sikuuliza maswali aliposema nitarudi marehemu tena. Sikupiga kope alipoanza kutuma ujumbe chumbani kingine kwa tabasamu ambalo halikuwa langu. Nilijifanya nimepotea mno kugundua. Wakati huo huo, nyuma yake nilikuwa nikikata madaraja, nikisogeza vipande. Usiku nilioshika bahasha hiyo yenye ushahidi, sikuuma kelele. Sikuwa na hasira. Nilifikiria tu. Na hapo ndipo ilipopiga. Haikuwa usaliti tu. Ilikuwa onyo. Kwa hiyo usiku huo nilipiga simu ya kwanza kuweka biashara kwenye amana. Ikiwa alikuwa na uwezo wa kufanya hivyo nyuma yangu, nilipaswa kulinda kile nilichojenga. Si kutoka kwake tu, bali kutoka kwa machafuko yaliyokuwa tayari yakielekea kwangu. Kwanza nilifungua akaunti tofauti. Ya siri. Ya faragha. Iliyounganishwa na jina la zamani la biashara nisiyolitumia kwa miaka. Nilihamisha kiasi kidogo mwanzoni, hakuna kilichoonekana. Kisha zaidi. Kisha kadi. Nilipita usiku nikisoma tena mikataba, nikikagua kila kitu. Niligundua mali gani zilikuwa kwa majina yetu yote mawili na zipi zilikuwa zangu peke yangu. Nilianza kuhamisha. Kila kitu kilichoweza kusogezwa kilisogezwa. Kila kitu kisichoweza kilifungwa, kucheleweshwa au kulindwa. Nilikutana na wakili. Mmoja wa siri, mwenye akili kweli, wa wale wasiofanya matangazo. Nikamlipa kwa fedha taslimu, nikampa hati. Nilimweleza mpango wangu. Aliniuliza swali moja, bado unataka kuokoa ndoa? Hapana, nilijibu. Nataka tu niondoke safi. Tulitumia mwezi uliofuata kuweka biashara kwenye amana. Ya aina isiyogusika isipokuwa ukijua hasa wapi kutafuta, na yeye hakujua. Kila mkataba, kila mteja, kila msambazaji ulihamishwa. Na alipokuwa akidhani nimeshindwa mno kusimamia kitu, kampuni iliendelea. Kwa siri. Kwa ufanisi.
chini ya jina jipya, muundo mpya na mdhamini ambaye hakumdai chochote. Niliondoa pia ufikiaji wake kwa kila kitu asichokiona mara moja: kadi za ziada, akaunti za akiba, usajili wa pamoja ambao hakuwahi kutumia. Polepole alikuwa akitolewa nje ya mashine na yeye hata hakugundua. Ujanja ulikuwa si kwenda haraka mno. Niliweka ratiba ile ile. Busu kwenye shavu asubuhi nikitoka, ingawa ilionekana kama ni busu chaki. Niliuliza siku yake iliendaje, ingawa nilijua tayari. Alianza kuzungumza kidogo, kutuma ujumbe zaidi. Jioni moja nilimwangalia jikoni, tabasamu midomoni mbele ya simu huku nyama ikiteketea. Sikusema chochote. Kadri nilivyompa umbali, ndivyo alivyojisikia starehe. Hiyo ndiyo iliyoniumiza kidogo, si usaliti, bali jinsi ilivyokuwa rahisi kwake. Kama alikuwa akisubiri kisingizio cha kuacha. Kama alikuwa ameondolewa mzigo. Alivaa vizuri mara nyingi zaidi. Alitoka siku za kazi. Alirudi na manukato yasiyo yake. Aliniambia alikuwa akiona marafiki wa zamani au alikuwa na mradi wa marehemu. Sikusisitiza. Niliinua kichwa na kutabasamu kama mwanamume ambaye bado alimwamini. Hata nilianza kutazama mifululizo niliyochukia ili tu kupita muda. Kumwacha aamini nimepotea katika vikengeusha wakati nilikuwa nikingoja kweli. Kumwacha afikiri nimezimwa wakati nilikuwa nikikaza kila nati ya mlango wa dharura. Alimwambia rafiki yake Simuni kwamba haelewi kilichokuwa kikitokea kwetu, kwamba nimebadilika, nimekuwa kimya, mbali. Nilikuwa barabarani nikisikiliza sauti yake, laini na yenye wasiwasi wa uongo. Nadhani hapo ndipo nilipogundua alikuwa akijidanganya mwenyewe kama alivyokuwa akinidanganya mimi. Lakini hapa ndipo jambo, watu wanapofikiri wana faida huacha kuwa waangalifu. Alianza kuacha ishara. Bangili iliyosahaulika juu ya meza usiku mmoja, AC yake. Ujumbe usiofutwa kwenye tablet tuliokuwa tukiitumia kwa filamu. Kadi iliyotiwa saini HF. Sidhani aligundua. Au labda ndiyo, na alidhani nimezimwa mno kujali. Lakini niliona yote. Na sikujibu. Nilitaka ajisikie salama. Afikiri bado nilikuwa nikishikilia matumaini. Hapo ndipo alipokuwa jasiri zaidi, mwenye matakwa zaidi, mbali zaidi. Alidhani alikuwa na muda. Alidhani nilikuwa nimefungwa mno, dhaifu mno, nimeogopa mno kuondoka. Alidhani ningeendelea kukaa pale nikingoja makombo ya umakini. Hakutambua kuwa nilikuwa nimeachilia tayari. Kihisia, kifedha, kisheria, nilikuwa nimeondoka. Yeye alikuwa hajagundua tu. Udanganyifu ulifanya kazi. Nilimwacha aamini alikuwa akijiondoa kwa kasi yake. Lakini kwa kweli, alikuwa anasukuma. Na kila hatua aliyochukua mbali nami ilikuwa hatua moja chini ya kuchukua wakati ukweli ungemwangukia. Hakuchelewa baada ya wakati wa glasi ya divai. Wiki moja, labda kidogo chini. Aliingia jikoni asubuhi moja, mtulivu kama kila kitu, na bahasha kubwa kama ilikuwa kadi ya hongera. Aliiweka mezani kando ya kahawa yangu. Hakuketi. Hata hakunitazama aliposema, nadhani tunapaswa talaka. Hivyo. Bila utangulizi. Bila ugonjwa wa taratibu. Bila machozi ya uongo au maigizo ya maumivu. Angeweza hata kuniuliza nitoe takataka. Nilitazama bahasha. Sikuifungua. Niliinua kichwa mara moja na kusema sawa. Alipiga kope, akashangaa kama alitarajia upinzani. Kama alitaka ugomvi. Labda hata alihitaji ili ajisikie vizuri akiondoka. Lakini sikumpa. Alianza kuzungumza tena, labda kujaza kimya. Mambo kama tumeachana na ndoa hii si ile ya awali tena. Kwamba alihitaji mshirika ambaye anashika, mtu anayehakikisha wakati mambo yanakuwa magumu. Alitumia maneno kama udhabiti, tamaa, mwanzo mpya. Nilimwacha azungumze. Sikukatiza. Hakuniambia chochote nisiyokuwa nimesikia kichwani mwangu miezi iliyopita. Alipomaliza alingoja, labda akitumaini nijadili au niombe nafasi nyingine.
Badala yake nilichukua sips ya kahawa, nikainama kwenye kiti na kumuuliza anataka nini katika talaka. Ilimfanya asitasite kama niliruka hatua. Basi, alisema polepole kidogo, ningependa kuweka nyumba. Ni yako, nilijibu. Na gari kubwa? Bila shaka. Nilimwangalia akisita nusu sekunde kama anasubiri mtego. Hakukuwa na bado angalau. Ukweli ni kwamba nilitaka achukue vitu hivyo. Si kwa fadhili bali kwa sababu nilikuwa nikitoa meza. Nilianza upya. Kila kitu kilichokuwa muhimu kwangu kilikuwa kimesogezwa, kupewa upya au kubadilishwa. Nyumba ilikuwa kuta na rangi tu. Gari lilikuwa chombo cha kwenda kutoka A hadi B. Nilikuwa nimejifunza kwa gharama yangu kuwa vitu vinavyopendwa zaidi mara nyingi ni rahisi kuachilia. Alizunguka nyumba kama akifanya orodha. Si kihisia, kiutendaji. Kama akitathmini anachochukua. Niliona katika macho yake. Alidhani ameshinda. Alidhani anachukua bora zaidi ya kile tulichojenga, wakati mimi nikitambaa na kilichobaki. Kilichokuwa hajui ni kwamba kile kilichobaki kilikuwa hasa kile nilichohitaji. Nilisaini karatasi siku iliyofuata. Sikuchelewesha. Sikuomba mabadiliko. Alikuwa amezifanya andikwe na wakili wake. Nilizifanya zisomwe tena na wangu kimya, nikarudisha na kusema ni sawa. Alileta kalamu yake ya stilografia ya fedha ya kifahari. Mimi kalamu ya kawaida kutoka draw ya vyombo. Nilisaini safi na wazi, bila kusita, bila mikono kutetemeka. Nukta ya mwisho tu kwa kitu kilichokuwa kimekwisha zamani. Nadhani hapo ndipo alipoanza kusumbuka. Ukweli kwamba sikupigania, kwamba sikuomba. Aliniuliza kama nilikuwa na uhakika hiyo ndiyo niliyotaka. Nilisema ndiyo, kwa sauti ile ile kama wangeuliza nataka nyama iwe na damu au imeiva. Sawa, alisema polepole. Nilifikiri tu ungepambana. Kwa nini? Niliuliza. Tayari umeamua. Hakuwa na jibu. Siku zilizofuata nilijitenga. Nilimpa nafasi. Nilimwacha apakie, apange upya nyumba, afanye orodha zake. Alileta dada yake mchana mmoja kusaidia kuhamisha samani. Niliinua kichwa kwa wote wawili, nikatoa maji na nikarudi kupanga karatasi za zamani garini. Ilikuwa ajabu jinsi kila kitu kilionekana kawaida juu ya uso. Watu wawili wakifungua maisha kwa heshima kama uzi wa taa za Krismasi. Lakini chini nilihisi mvutano wake, si wangu. Nadhani alianza kugundua kitu hakikuwa sawa. Kwa nini nilikuwa mtiifu hivyo? Kwa nini sikupigania nyumba, akaunti, kumbukumbu ndogo zilizokusanywa kwa miaka? Hakusema kwa sauti, lakini niliona mkanganyiko katika macho yake. Alidhani nilikuwa nimekata tamaa. Nimepotea mno, nimevunjika mno, nimeharibiwa kifedha mno kujadili. Labda alidhani ananifanyia fadhili, akikata haraka na safi ili mimi niendelee. Lakini ukweli ni kwamba sikuwa nimekata tamaa. Nilikuwa nimeisha. Na mwanamume anapokuwa nimeisha, kweli nimeisha, hasijadili. Anatoa try. Nilimwacha funguo za kila kitu alichotaka. Nilifanya mpito uwe rahisi. Nilisaini makubaliano ya mwisho na kuyaacha mezani jikoni. Nilisema nitaenda mahali pengine kwa muda na anaweza kuchukua muda wake kuhama. Aliinua kichwa polepole na kusema asante. Kama nilikuwa nikimpa zawadi. Kwa namna fulani nadhani ndiyo. Aina ya zawadi inayoonekana nzuri hadi uifungue na ugundue ndani hakuna chochote. Niliondoka jioni hiyo bila sanduku. Bahasha chini ya mkono tu na amani kifuani. Alidhani alikuwa akijiondoa kutoka kwa mwanamume aliyevunjika zaidi ya kurekebishwa. Hakutambua kuwa nilikuwa nikijiondoa kutoka kwa mtu ambaye hakuwa na maana tena kwangu. Na nilikuwa na nia ya kuendelea kutembea. Asubuhi ya usikilizaji nilienda mapema. Niliamka bila kengele. Kahawa tulivu. Hakuna haraka, hakuna wasiwasi. Kulikuwa na aina ya utulivu kifuani unaokuja tu wakati mwanamume anajua tayari ameshinda.
Si kwa kiburi, bali kwa sababu alifanya kazi ya siri, ngumu, ya wale wasioonekana kabla ya wakati muhimu. Aliingia katika chumba cha usikilizaji kama anapanda jukwaa. Kata mpya, viatu vya juu, mfuko wa chapa ukining'inia mkononi kama tuzo. Hakuonekana na wasiwasi. Hata hakunitazama mwanzoni. Alikuwa na hewa ile ile ya kiburi ya siku aliyoniletea karatasi za talaka. Hewa ya mtu anayefikiri anatoka kwenye majivu na kila kitu anachotaka. Nilikaa mgongo wima, kimya. Wakili wangu Jabari aliinama na kuniambia atajaribu kuonekana salama hadi aone kilicho kwenye faili hilo. Hakuwa amekosea. Wakati wakili wake alipoanza kuorodhesha maombi, nusu ya thamani ya biashara, matengenezo kamili, fidia kwa madhara ya kimaadili na sehemu sawa ya mali, niliweka uso wangu bila hisia. Hakuna kupiga kope. Nilisubiri tu. Kisha Jabari alisimama. Alitembea polepole hadi meza, akafungua faili na kuiweka juu ya benchi kama ilikuwa na uzito wa kilo 50. Kurasa zilizofungwa, zilizoangaziwa, zilizopangwa. Jaji aliinua macho. Wakili wake alitazama pembeni. Yeye hatimaye aligeuka kwetu. Hapo ndipo ilipoanza kugeuka. Jabari hakuinua sauti. Hakufanya maonyesho. Aliweka ukweli tu. Picha za yeye akiingia na kutoka hoteli. Tarehe tofauti. Nyakati tofauti. Daima na mtu yule yule, Faraji. Risiti zilizoandikwa kwa mkono. Uhifadhi uliothibitishwa. Orodha za simu zilizolinganishwa na ratiba yake. Ujumbe wa sauti aliofikiri umefutwa zamani. Faili yote. Alionekana kama mtu ambaye ndiyo hivi karibuni ametangaziwa dari inakaribia kuanguka. Wakili wake aligugumia kitu juu ya maisha ya faragha, lakini Jabari alimkatiza. Mteja wenu hakufanya juhudi yoyote kuweka matendo yake faragha. Haikuwa kosa. Ilikuwa uhusiano wa makusudi wa miezi kadhaa nje ya ndoa, uliorekodiwa na tarehe na ushahidi. Jaji aliinama mbele. Kisha ikaja faili ya pili. Hiyo haikuwa juu yake. Ilikuwa juu yangu na juu ya kila kitu alichofikiri anaweza kudai. Alidhani biashara ilikuwa imezama. Kwamba nilikuwa maskini, nimekata tamaa, maskini mno kujilinda. Kilichokuwa hajui kile hakuna mtu aliyekijua isipokuwa mimi na Jabari ni kwamba miezi 6 kabla hajasema neno talaka, nilikuwa nimeweka kampuni kwenye amana ya faragha isiyogusika. Imefungwa na kupangwa kwa njia ambayo hangeweza kuigusa hata akijaribu. Iliendelea kupata mapato. Iliendelea chini ya jina jipya. Iliendelea kupokea mikataba yenye faida, ya siri, yenye ufanisi, na bora zaidi. Nilihamisha wakati bado tulikuwa wenye furaha katika ndoa, wakati bado alikuwa akinibusu shavuni na kutuma ujumbe kwa Faraji nyuma yangu. Kwa hiyo haiwezekani kudai ilifichwa kwa kutarajia kuvunjika. Nilikuwa na hisa pia katika biashara mpya nje iliyosajiliwa kupitia kampuni ya holding chini ya jina ambalo hakuwahi kusikia. Uwekezaji huo peke yake ulikuwa umeanza kuongezeka thamani mara 2. Wakili wake alijaribu kugeuza. Alidai nilikuwa nimeficha mali, kwamba nilimdanganya juu ya fedha zangu. Jabari hakupiga kope. Mheshimiwa Jaji alisema, tumetoa ufichuzi kamili wa mali zote zilizoshirikiwa kisheria. Yote mengine yanarudi kabla ya utaratibu na yalihamishwa kwa ushauri unaofaa. Jaji aliomba karatasi. Jabari alizitoa kwa uhakika wa utulivu uliomfanya wakili wake aonekane kama mtoto aliyekamatwa akinakili kazi darasani. Kisha jaji alimtazama. Na katika dakika hiyo niliona ufa wa kwanza katika silaha yake. Mkanganyiko, kutokuamini, ufahamu wa polepole kwamba mwanamume aliyefikiri alikuwa anazama kwa kweli alikuwa ameogelea chini ya maji na bomba la oksijeni ambalo hakuwahi kuona likija. Alijaribu kuzungumza, kueleza, lakini ilitoka tambarare tupu. Hata sauti yake ilionekana ndogo zaidi.
Jaji alikataa matengenezo. Alisema alikuwa ameacha ndoa na hatia iliyorekodiwa. Alisema amana ilikuwa halali na isiyogusika. Alisema nyumba ilikuwa yake, ndio, lakini kila ombi la msaada zaidi lilikataliwa. Hakupoteza kesi tu. Alipoteza hadithi yake, nguvu yake, udanganyifu wake. Nilimwangalia akichukua mfuko kwa mkono unaotetemeka, akiepuka macho ya kila mtu chumbani. Hata wakili wake alionekana hataki kuonekana karibu naye. Tulitoka mahakamani kimya. Yeye upande mmoja, mimi upande mwingine. Alidhani anaondoka na kila kitu. Badala yake aliondoka bila matengenezo, bila biashara, na nyumba ambayo hangeweza kuiweka mara vumbi litakapotulia. Sikutazama nyuma. Hakupoteza mchezo tu. Hakuwahi hata kujua sheria niliyokuwa nikicheza. Asubuhi baada ya kesi niliketi mezani jikoni mwangu, nikatengeneza sufuria ya kahawa nyeusi na nikafungua bahasha niliyokuwa nimeandaa wiki kadhaa zilizopita. Sikuwa na haja ya kusoma tena kilichokuwa ndani, nilikuwa nimekikagua mara kadhaa, lakini nikitazama hivyo hivyo ili tu kuwa na uhakika. Kulikuwa na yote. Picha, orodha, printi. Safi. Wazi. Isiyopingika. Niliingiza katika bahasha yenye pedi, nikaandika jina na anwani kwa herufi kubwa na nikaenda kuituma mwenyewe. Yenye ufuatiliaji. Yenye usajili. Hakuna udhuru unaowezekana kwa sababu ilipotea. Jina kwenye lebo lilikuwa Rehema, mke wa Faraji. Nilikuwa nimemkutana mara moja au mbili. Alionekana mwenye fadhili, mwenye adabu, kwa mtindo huo wa siri na uchovu kidogo wa mtu anayebeba kila kitu mabegani. Alikuwa ameleta bakuli kwenye moja ya barbecue zetu za zamani za kampuni. Akasaidia kupanga huku wanaume wakinywa bia na kujifanya hawawioni watoto wakipindua viti. Hakuwa wa kujionyesha wala wa kelele. Tu idhabiti. Aina ya mwanamke aliyefikiri labda mume wake alikuwa akifanya kazi hadi usiku wakati alikuwa akivunja ndoa yake. Alistahili bora. Kwa hiyo nilimpa ukweli. Hakuna barua ya maigizo. Neno moja rahisi juu. Nilifikiri unapaswa kujua anachofanya mume wako. Hiyo tu. Sikusikia chochote kwa siku kadhaa. Sikutarajia. Lakini wiki mbili baadaye nilipokea ujumbe kutoka rafiki ambaye bado alikuwa akifanya kazi katika kampuni yao. Rafiki Faraji anaishi kwenye nyumba ya kukodisha. Ilikuwa domino ya kwanza. Rehema alianzisha utaratibu. Haraka. Bila kusita. Alichukua watoto, alichukua nyumba, na kama nilivyoelezwa alichukua wakili ambaye hakupoteza muda kuuliza maswali. Mara tu alipokuwa na ushahidi mkononi, alisogea. Sikuhisi ushindi. Sikusherehekea. Ilionekana tu hii imekamilika. Kama kipande cha mwisho cha fumbo kinapoingia. Siku kadhaa baadaye sauti ilianza kuzunguka kazini. Idara yao ya rasilimali watu haipendi drama, hasa zile zinazochafulia sifa ya kampuni. Mara matusi yalipokuwa kelele, rasilimali watu ilifungua uchunguzi. Kisha usikilizaji. Na mwisho wa mwezi Faraji alifukuzwa kazi rasmi. Niliona barua pepe niliyopelekwa. Tabia isiyofaa. Ukiukaji wa kanuni za ndani. Kufukuzwa mara moja. Inaonekana alijaribu kukata rufaa. Akishtakiwa kwa ushahidi wa uongo na mashambulizi ya kibinafsi. Lakini tatizo la uongo ni kwamba unakuwa mgumu sana kutetea wakati ukweli umechapishwa kwa rangi na tarehe na saa. Alipotea baadaye. Wengine walisema alikuwa amekaa kwa kaka yake kwa muda. Wengine kwamba alijaribu kazi katika kampuni nyingine lakini hakudumu wiki. Haijalishi. Madhara yalikuwa yamefanyika. Na kisha simu yangu ililia. Namba iliyofichwa. Niliacha iende kwenye ujumbe. Niliposikiliza alikuwa yeye. Yangu. Sauti yake ilikuwa ndogo. Nyembamba kuliko nilivyokumbuka. Si ile kali na ya kiburi ya awali. Ile ilikuwa imepasuka kwenye kingo.
Alisema, nimesikia, nimejua kilichotokea kwa Faraji na Rehema. Sikujua kingefika huko. Kisha kimya. Kisha kikororo. Sijui niseme nini. Mimi sijui tena nani mimi. Hukustahili. Samahani kweli. Kubofya. Hakuna machozi. Hakuna msamaha uliohesabika. Hatia tu. Mbichi isiyofaa. Na labda hiyo ndiyo ilikuwa kusudi. Unapomsaliti mtu aliyekupa kila kitu, huna haki ya kufungwa. Una haki ya kioo. Sikumrudishia simu. Sikumwandikia. Sikujibu. Wengine wanafikiri kisasi ni kupiga kelele usoni mwa mtu au kutupa vitu vyake barabarani. Lakini matokeo ya kweli hayafanyi hivyo. Yanakuja polepole. Kwa siri. Kwa upasuaji. Yanapiga wakati hakuna mtu anapiga makofi, wakati unabaki wewe na kimya ulichounda. Nilisikia kutoka rafiki mwingine kwamba hakuja tena kwenye jioni alizozipenda awali. Kwamba alikuwa akijichukulia muda. Ukweli ni kwamba watu huzungumza. Walijua. Labda si maelezo yote, lakini ya kutosha kubadilisha mtazamo juu yake. Ya kutosha taa zigeuke hatimaye. Aliingia chumbani kama anamiliki. Sasa anaingia akitumaini hakuna mtu anamwona. Mwanamke aliyeniambia nilishindwa sasa alitazama watu karibu naye wakijiondoa. Si kwa kile nilichofanya mimi, bali kwa kile alichochagua yeye. Na mimi nilikuwa sawa. Bora kuliko sawa, kwa kweli. Sikushangilia, sikuwa na kiu ya damu. Nilitaka tu mambo yarudi mahali pake. Na unapokuwa umetendewa kwa muda mrefu kama chaguo la pili, hakuna kitu kitamu zaidi kuliko kujua haui tena chaguo la pili la mtu yeyote. Faraji alipoteza familia, kazi, nyumba. Yeye alipoteza sifa, sura, udanganyifu wa udhibiti. Mimi nilipoteza mtu ambaye hakustahili kuwa katika maisha yangu hata kidogo. Na kile nilichopata, basi kinakuja baadaye. Ilikuwa marehemu. Kidogo baada ya saa 3 usiku, simu ya ofisini mwangu ililia. Nilikuwa nimefunga tu kwa usiku. Taa zilizimwa, barabara kimya, na nilikuwa wa mwisho jengeni. Nakumbuka vizuri kwa sababu nilikuwa na siku nzuri. Thabiti. Nilikuwa nimefunga mkataba ambao usingewezekana mwaka mmoja uliopita, wakati kila kitu kilikuwa kikienda mbaya. Wakati bado nilikuwa nikijaribu kushikilia mtu ambaye tayari alikuwa ameachilia. Namba haikuonyesha jina. Tarakimu tu. Lakini niligundua alikuwa yeye mara niliyojibu. Sauti yake ilifika laini, ikitetemeka kidogo. Habari. Sikusema chochote mwanzoni. Nilimwacha azungumze. Alianza polepole. Alisema hakuwa na uhakika kama anapaswa kupiga simu. Kwamba alikuwa akifikiria kwa muda lakini hakujua aseme nini. Kwamba ilionekana ajabu baada ya yote hayo, lakini jioni hiyo alihitaji kusikia sauti yangu. Kisha maneno ya kawaida. Nimefikiria sana. Nimefanya makosa. Nilipaswa kushughulikia mambo tofauti. Na mwishowe, samahani. Ilisimama hewani kwa muda. Alisema kwa uzito. Si aina nyepesi inayotupwa kufuta ubao, bali ile inayotoka kwa mtu anayejua hawezi kurekebisha kile alichovunja. Alisema nilikuwa nikimkosa. Alisema bado anafikiria juu yetu siku nzuri. Alisema anakumbuka jinsi nilivyomshika mkono bila sababu. Jinsi nilivyosikiliza, jinsi nilivyobaki thabiti hata maisha yalipokuwa yakienda mbaya. Alisema hakuona wakati huo, lakini sasa anaelewa maana ya kupendwa na mtu asiyeacha. Kisha hasa nilipofikiri amemaliza, aliongeza. Nadhani tunaweza kurekebisha mambo kama unataka. Mkono wangu ulikuwa kwenye mpini wa mlango. Nakumbuka chuma baridi chini ya vidole, jinsi nilivyosimama nikatazama barabara tupu mbele yangu. Alisema bado ananipenda. Kwamba hakuacha kamwe. Nilimwacha azungumze. Aache kila kitu kitoke. Kila neno. Kila kimya.
Kila jaribio dogo la kushona kile alichorarua. Aliponyamaza hatimaye, nilikaa pale sekunde, muda wa kutulia. Kisha nikachukua pumzi. Unakumbuka ulichoniambia? Niliuliza. Hakujibu mara moja. Siku hiyo niliporudi baada ya biashara kuzama, baada ya kusimama pale nikitafuta faraja, kitu cha kushikilia tu, bado hakuna jibu. Sauti ya pumzi yake tu upande mwingine. Ulisema hii siku zote nilijua kuwa ungeshindwa. Kimya. Nilisubiri bado mapigo moja kabla ya kuendelea. Basi kwa kweli hapana. Nilihisi maneno kifuani kabla hayajatoka. Na wewe? Nikasema. Hukushindwa tu, ulikosa mtihani ambao hukujua kuwepo. Hakujaribu kujitetea. Hakujadili. Nadhani kwa ndani alijua hakukuwa na kitu zaidi cha kusema. Madaraja yote yalikuwa yameteketea. Na yeye ndiye aliyewasha kibiriti. Sikuongeza sauti. Sikumtukana. Nilisema tu kilichopaswa kusemwa. Na kisha nikakata simu. Hakuna salamu za maigizo. Hakuna mwisho ulioongezwa. Kubofya tu. Nilitazama simu kwa muda baadaye. Barabara bado kimya, ulimwengu ukiendelea, mlango bado umefungwa mbele yangu. Ilikuwa mara ya mwisho tulizungumza. Labda alilia baadaye. Labda alitazama simu akitumaini italie tena. Sijui. Na kwa uaminifu sijali. Si kwa hasira bali kwa sababu sehemu yangu iliyojali hatimaye iliwekwa kupumzika. Simu hiyo haikurudisha hisia za zamani. Iliileta kufungwa. Ile ya kweli. Si ile inayoomba usiku wa manane, wala ile inayojifanya kupatikana kitandani mwa mtu mwingine. Hapana, ilikuwa ile inayokuja wakati mwanamume anapita kuzimu, anatoka peke yake na anatazama nyuma kwa macho wazi. Alidhani anaweza kuniacha na kurudi anapopenda. Lakini wakati haufanyi hivyo. Uaminifu si kitu unachorudisha na kuagiza tena. Nilikuwa nimempa kila kitu nilichokuwa nacho. Miaka ya maisha yangu. Imani yangu. Uvumilivu wangu. Moyo wangu. Na mambo yalipokuwa magumu, mask ilipoanguka, alinionyesha hasa nani alikuwa. Na sasa anajua pia nani mimi. Miezi 6 baadaye, nilikuwa nimesimama karibu na kaunta ya mgahawa wangu mpya. Jina langu la ukoo lilikuwa limeandikwa kwa herufi kubwa mbele, juu kabisa ya milango mizito ya mti mgumu niliochagua mwenyewe. Nilikuwa nimefikiria kitu cha kujionyesha, chenye mtindo, lakini mwishowe niliweka rahisi. Jina langu la ukoo tu. Lilimaanisha zaidi hivyo. Ilikuwa jioni ya Jumamosi na eneo lilikuwa limejaa. Si bega kwa bega, bali lenye furaha, mazungumzo, vyombo dhidi ya sahani, glasi zikigongana. Muziki wa jazz laini kwenye spika, moto na thabiti. Harufu ya mti, nyama iliyochomwa kwenye mkaa na kitunguu saumu kilichokaangwa ilikuwa hewani, nene na tajiri. Timu yangu ilikuwa kileleni. Ikitabasamu kwenye mapokezi, wahudumu wenye ufanisi, jikoni imara. Tulikuwa tumefungua miezi 3 tu, lakini tayari kulikuwa na mazungumzo ya moja ya maeneo bora eneo hilo. Hatukupunguza ubora. Hakuna haja ya vifaa vya kujionyesha. Chakula kizuri tu, kilichofanywa vizuri, na watu niliowaamini kando yangu. Nilikuwa nikikausha kaunta mlango wa mbele ulipofunguka tena. Sikujali mwanzoni. Uhifadhi wa marehemu tu au mteja anayetumaini meza. Lakini kisha nilimwona. Aliingia polepole, akisimama kidogo baada ya kizingiti kama hakuwa na uhakika ana haki ya kuwa pale. Viatu vyake vya juu viligonga sakafu iliyong'aa alipotazama karibu. Macho yalifagia meza, taa, vioo vikubwa nyuma ya kaunta. Alitazama rafu ya divai, maelezo ya shaba, menyu zilizofungwa kwa ngozi kwenye kila meza. Nakubali, alikuwa mzuri. Si kwa kiwango cha kunifanya moyo upige, si sasa tena, lakini vya kutosha kunifanya nitambue labda alikuwa ametumia muda zaidi kujitayarisha kwa hii kuliko angetambua. Nywele zilizopangwa. Koti la kushona. Rangi ya midomo ya siri. Alionekana kama anasubiri kukutana na mtu.
Kisha macho yake yalinipata. Sikupiga kope. Sikutazama mbali. Nilitabasamu. Si kwa kiburi, si kwa kisasi, tabasamu rahisi tu la kweli. Kisha niliinua glasi yangu kwake. Kunywa kimya. Alibaki amekwama. Uso wake ulisogea kidogo, mshangao, mkanganyiko, labda majuto. Alionekana kama anajaribu kukumbuka mara ya mwisho alioniona nikiwa na furaha hivyo. Nikiwa na uhakika hivyo. Na katika dakika hiyo niligundua sikuwa nikifikiria juu yake hata kidogo. Alikuwa uso mmoja tu kati ya wengine kwenye umati. Sura iliyofungwa. Niligeuka kwa mmoja wa wahudumu wangu aliyepita. Nikasema, hakikisha meza ya 12 ina glasi zake. Na usisahau visiki viwili safi. Nimeelewa bosi, alijibu akienda. Alikuwa bado karibu na mlango nilipoondoka. Lakini sikutazama nyuma. Kwa sababu katika viwango vyote vinavyohusika, nilikuwa nimeondoka tayari. Shiriki maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Unafikiri mwanamke huyo alihisi nini alipomwona tena kwenye mgahawa miezi 6 baadaye? Ikiwa umefurahia hadithi hii, jiandikishe kwenye kituo na utoe like.